kuna mtu bishop, na nimeona hapa hii kanisa yetu iko na watu wa kila pahali, kabila tofauti. Kuna mtu bishop alisema Wakikuyu wote wa hii Kenya ni mafisi. Alituangalia hivi akatupiga darubili akaona sisi ni mafisi. Bishop, tunaomba umuombee. Tunaomba umuombee kwa sababu mimi ukiniangalia hivi nakaa fisi. Ukiangalia gavana hivi yako na suti, anakaa fisi kweli? Sisi tunaishi na hapa Juja, tunaishi kwa sababu ya kukaa pamoja. Tunaishi watu wa tabaka mbalimbali. Na hiyo, the diversity that we have is the strength that we have. Tunaishi tunajuana, watu tabaka mbalimbali wanaishi aje. Hiyo ndio nguvu yetu. Tunataka bishop, ukienda kupiga magoti kuombea nchi, uombee huu mtu kwa sababu akili yake si mzuri. Na tunataka kumrudishia, tumwambie Duale, we are not hyenas. Na kama umepiga hesabu kaona sisi ni mafisi, sisi ni mafisi, tumekubali. Lakini tutakuwa mafisi wa kukutafuna wewe na kasongo wako. Kwa sababu sitaki kuongea zaidi na tunaenda kanisa ingine bishop. Na nasikia kidogo ni kama napandisha pressure kwa sababu ya huyo mtu. Na sitaki kukasirika niko kwa madhabahu. Nitulie. Haya. Asanteni sana kwa sababu ya kutukaribisha, na nataka niwaletee salamu za Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Umezichukua? Munapenda Rigathi Gachagua? Munampenda? Munampenda? Aendelee kufinya kasongo? Aendelee kumfinya? Tukienda na gavana tumwambie nyinyi mmemsalimia na akuje hapa. Tumekubaliana hiyo kabisa? Sisi tumfikishie, tutamwambia hiyo maneno. Wakati huu bishop, sisi tunakaa chini kwa kamiti ya county tukiwa na kijana barubaru wa hapa kwenye Juja, na ningependa nipewe fursa nimkaribishe ili aweze kukaribisha gavana. Makofi kwa kijana msafi. Tupigie Dhauri makofi mazuri. Baba Askofu na mama yetu, mchungaji ambaye ametubariki na neno hapa, viongozi wa kanisa na washirika wote, Your Excellency the Governor incoming wa DCP next year, na viongozi wote wale ambao wamemleta, hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Makuzo hai. Hapa iko na makuzo. Hapa iko kuzo. Hapa iko kuzo. Makuzo waongee wasiongee. Makuzo wapange serikali wasipange. Makuzo wapange serikali ya Kiambu wasipange. Makuzo wapange serikali ya Kiambu. Makuzo washikana wote. Makuzo washikana wote. Tupange serikali ya nchi. Makuzo waleta mabadiliko katika nchi yetu ya Kenya. Sitakuwa sawa. Mungu awabariki sana. Mimi naitwa kijana msafi, ama youth leader wa chama cha DCP katika hii county ya Kiambu. Tunafanya kazi na Dhauri, anakuanga our organizing secretary, na tumefurahia sana hapa kwa sababu Mheshimiwa Jane Monique ametuleta hapa, na amesukuma gavana sana kuanzia last week, akamwambia lazima ufike nyumbani, mahali ambapo ile madhabahu imenifanya hivi nilivyo. Na sisi tumeshuhudia mahali ametoka ni mahali pazuri, na ile kitu imetufurahisha ni kuona baba yake ni jenzi kama gavana wetu. Tupigie askofu makofi. Mimi sitaki niongee zaidi kwa sababu ningetaka gavana pia tusalimie kabla tuende mahali tunaenda kumalizia huko Ruiru. Lakini niseme tu kitu moja. Zile jamii zote tuko hapa Juja, kwa sababu mimi nimekuwa hapa Juja for almost 15 years now. Mimi nimetoka ward ya Wetaithie. Zile jamii zote ambazo tunaishi hapa ni nyumbani, na hakuna mtu anafaa kuzua uoga na mtu yote. Na ndio maana sisi kama jamii ya Mlima Kenya tukiongozwa na kiongozi wetu Rigathi Gachagua, tulikaa chini pale wa Munyoro tukamwambia azunguke katika nchi mzima, atafute makuzo,
atafute zile jamii zingine, atafute wale viongozi wengine, washikane wote, ili safari ya kubadilisha nchi ikuwe rahisi. Na yeye Rigiji, kwa sababu ni kiongozi ambaye anaelewa hii maneno, alifanya hakufanya? Si alifanya? Si mliona ameenda hapa Ukambani akaongea na kuzo anaitwa Stevo? Si waliongea? Mambo iko sawa haiko sawa? Mambo iko sawa haiko sawa? Akaenda ile ngambo ingine, akatafuta Eugene, akatafuta Natembea, akatafuta kijana anaitwa Sifuna. Si sahi wako pamoja? Si sahi wako pamoja? Akaenda hiyo ngambo ingine, akatafuta yule mzee anaitwa Fred. Mnajua Matiang'i? Si ni jamaa wa kazi? Wakaketi chini. Si ndivyo? Kwa hivyo sisi kama jamii tulimpatia baraka zetu. Tukamwambia tungetaka atafute marafiki ili jamii zote ziunganishwe, tuishi kama kitu kimoja, tuweze kubadilisha taifa letu. Ndio maana nataka niwahakikishie vile ambavyo mko hapa Juja, haijalishi umetoka katika kona gani ya nchi, ukiwa Juja, Juja ni nyumbani. Kura yako unafaa kupigia hapa, maendeleo yako unafaa kuipata hapa, viongozi wako ni wale ambao wako hapa. Kwa hivyo vile tumekaa hapa, sisi wote tuko chini ya kiongozi wetu anaitwa His Excellency Rigathi Gachagua. Hiyo iko sawa? Si hiyo iko sawa? Si hiyo iko sawa? Na tukiwa hapa, zile jamii zote ziko hapa, chama chetu ile ambaye tutatumia kubadilisha nchi ni chama cha DCP. Wangapi wanasema DCP iko sawa? Si DCP iko sawa? Si tumekubaliana zile jamii zote ziko hapa, chama chetu ni DCP, si ndio? Na tuko katika mlengo ya Kenya, tuko katika mlengo ya sameni one term. Na sisi tumekubaliana vile ambavyo Rigathi alisema, wakienda wakae chini waseme ni Sifuna, sisi tuko sawa. Si tutakuwa sawa? Wakienda chini waseme ni Kalonzo, sisi tutakuwa sawa. Wakienda chini waseme ni Matiang'i, sisi tutakuwa sawa. Wakienda wakae chini waseme Natembea ametosha, sisi tutakuwa sawa. Hata wakienda chini waseme pia ni Eugene ama waseme ni Martha, tutakuwa sawa. Na wakisema ni Rigiji, si kazi itaisha saa 2, si ndio? Si wakisema ni Rigiji ni kupeleka huyu mwizi kama baisikeli ya kuibiwa, si ndio? Kwa sababu lazima tuchunge nchi yetu na lazima tushirikiane. Mimi nikiita gavana niseme hapa Kiambu iko mjinga moja nimesikia akisema eti sijui nani amezaliwa wapi, sijui nani kwao ni wapi. Huyo ni mtu mjinga. Si mjinga, si mjinga. Ako na fikira duni ama si fikira duni hiyo? Hiyo si ni fikira upuzi. Nakuja kutuambia John Mwaura ametoka Murang'a. Kwani Murang'a ni Tanzania? Si hapa Ruiru tumechagua MCs wawili wametoka katika jamii ya Nyanza. Ni Wakenya si Wakenya? Si ni Wakenya? Hauwezi kuwa wewe unataka kura ya wala watu wamekuja kuishi hapa, lakini hautaki wasimame viti. Wewe ni mchawi. Wewe ni mchawi. Si ndio? Hauwezi tuambie unataka kura ya Wajaruo wala wanaishi hapa, lakini wasisimame viti. Wewe ni gavana mjinga. Hauwezi tuambie unataka kura ya Mluya, lakini hutaki Mluya asimame kiti. Wewe ni mchawi si mchawi? Si ndio? Huyo ni mchawi si mchawi? Zile jamii zote zinaishi hapa. Mtapiga kura hapa, msimame viti hapa, mtaongoza hapa. Inchi yenu tutaibadilishia wapi? Hapa. Huyo gavana tumwambie aje? Aende asiende? Aende asiende? Watu wa Juja nikimalizia, mnataka Mwaura ama mnataka nguruwe? Mwaura ama nguruwe? Mwaura ama nguruwe? Mnataka Mwaura ama vifaranga? Mnataka Mwaura ama vifaranga? Mnataka Mwaura ama mahindi? Mwaura ama mahindi? Mwaura ama mahindi? Si ni Mwaura? Na chama ya DCP washikana na Rigiji, washikana na Rigiji na Kalonzo Musyoka na Eugene Wamalwa
na Edwin Sifuna na Natembea na Fred Matiang'i. Tukomboe nchi. Tukomboe nchi. Wangapi wanasema Mwaura tosha? Tukaribisha gavana wetu. Tukaribisha gavana wetu akuja tusalimie. Tukaribisha gavana wetu. Karibu gavana. Twende. Asante, asante. Asante. Asante sana. Bishop. Asante. Yaani niko na jeshi kubwa hivyo. Niko na jeshi kubwa hivyo. Wanajuja oye! Wanajuja oye! Nisalimie kwa hewa kama unaniona. Nisalimie pande ile. Amen. Bwana sifiwe. Salimia mwenzako umwambie umesalimiwa na Mwaura. Umesalimiwa na Mwaura. Mwaura anakupenda sana na amekuja. Mwambie Mwaura amekuja. Mwaura amekuja. Halo? Halo? Hii ndio Juja. Mumeingia hapa. Tusome pamoja. Aiye. Na mnapenda Mungu hivyo? Bwana sifiwe. Wale ambao wanapenda Mungu tupigie Mungu wetu makofi. Hiyo yote ni ya Mungu. Nataka niongee na mtu mmoja because nasikia ananiwasha roho yangu. Wacha nitoe iko kwa roho because hanifurahishi. Ili tutoe, nitoe nisitoe. Wewe Duale wewe. Wewe Duale. Ni vibaya sana ulichaguliwa Garissa Township kama member of parliament with 7,000 votes. 7,000 votes. Alafu ukakuja mpaka ukakuwa majority leader. Uhuru Kenyatta akakuchagua ukakuwa majority leader kwa parliament with only 7,000. Not because you had a lot of votes, lakini ukakuwa majority. Saa hii wewe ni cabinet minister wa mambo ya health yenye iko na mashida saa hizi. Wewe Duale, hii serikali umekalia, hiyo serikali umekalia iko na ilipata about 7 million votes, lakini nataka nikubushe Aden Duale, more than 50% of those votes zilitoka hapa kwa mlima. Wewe Aden Duale, hizo votes yenye inafaa ukalia kwa hiyo kiti ya minister, hiyo ya CS ilitoka hapa kwa mlima, lakini uko na mdomo ya kutuita mafisi. Wewe ndiye fisi wewe. It is very wrong. It is very wrong to provoke us after kufanya venye mtufanya. Mlikaa chini mkafukuza Rigathi Gachagua. Mkakaa chini mkaua watoto na hiyo finance bill. Saa hii mumeingilia ingine ya kututusi. Kwani mnatudharau namna gani? Wewe Aden Duale, don't provoke our emotions. We are human beings. Sisi ni watu kama watu wale wengine. Na tumeamua kukaa pamoja na tunapenda amani. Watu wa Mount Kenya ni wapenda amani. Usijaribu kutuprovoke tena. In fact, tunasema sisi, just do the honorable thing. Please, Aden Duale, just resign. Just resign. We are not happy when you are seated there as a cabinet minister ukitutusi. Ukijua vizuri hospitali hazina dawa, watu wanateseka huku. What are you saying? When you go in a place like Kiambu County, hakuna dawa na hakuna kitu nasema. We need to see you here. Ukiongea na huyu governor mwenye haleti dawa hapa,
hakuna kitu wanafanya, lakini umekaa tu, kazi yako ni kuita watu mafisi. Sasa unatuona tu sisi ni fisi. Juzi tumetukana na Omar Hassan, na wewe umeingilia the same. Mimi ningetaka kuuliza hii serikali yetu, tafadhali, kama mngetaka tuende pamoja kama wa Kenya, wacheni hiyo mambo ya kutusi community. Community yetu inapenda amani. Tunapenda amani, hatupendi amani? Tunapenda amani, hatupendi amani? Yes, hiyo ilikuwa ya huyo Duale, na hiyo ikufikie Duale. In fact, before you resign, apologize and resign. Haya, hiyo ilikuwa yake. Bishop, nimesimama mbele ya hii kanisa kusema tumeitwa mafisi. Kusema ukweli, Bishop, unaona fisi inaonaka fisi ingine. Unajua fisi ikiwa hivi haioni kitu kingine, unaona nini? Mimi ukiniangalia tu hivi, ukiniangalia mimi nakaa fisi. Wewe unakaa fisi. Watu wa Mount Kenya ukiangalia tunakaa fisi sisi. Sio mtu ametukosea. Hiyo kitu, na nimemaliza. Mimi nimekusamehe, lakini please resign and apologize and resign. Haya, lazima kama umekasirika uambie mtu ukweli, usikae na hiyo kitu roho yako, otherwise utakufa haraka. Ukweli si ukweli? Yes. We cannot leave it to them. Atuwaji enjoy hapa. Tuliwapatia vote, alafu atutusi. Haiwezekani. Kitu ya pili, Bishop, thank you for inviting us here. Wakati nimeingia hapa, I was telling myself one thing. Hapa nyuma, hapa nyuma hivi, nimekuja hapa na two kofias. Kofia mbili. Zile kofia nimekuja nazo hapa, moja mimi kama CEO wa kampuni inaitwa Finsco Africa. Mnajua Finsco? Finsco, ukipanda hapa juu kuna shamba inaitwa Kiaora. Mnajua Kiaora? Kiaora niko wanyu. Oh, good. Aya, tulikuwa na wewe. Wa. Hey. Kinyagwa keki. Wewe nenda kwa ndikite kwa keki. Guy. Ndaubira kaure kunyitwo ni thirikari. Ndacokire ngeigira wira wa matatu. Ndukamake. Ndukamake. Niko na wewe bumper to bumper. In fact niko na fomu yako, usijali. Kabisa. Sawa. Sasa unaona mambo true before God. Mimi sikuwa najua maneno kama hiyo. Sikuwa najua niko na mtu ambaye at least nasemaga nilikuwa nimeajiri watu. Anaombaga tu siku moja nipate mmoja tu mwenye anasema nilikuwa na yeye Kariobangi. Agarau nimepata. Ni sawa. Sitaki kukaa sana. Hapa kuna project hapa nyuma inaitwa Vantage View. Hapo ni kwetu. I'm the chairman of that project. So watu wa hii kijiji, tuombee Mungu hii project iende vizuri. Because hii itaajiri watu zaidi ya 10,000. Hii project iko hapa. Hapa nyuma. Hapa tu. A walking distance. Si umeingia hapo ndani umeona hapa kuna eko rami. Ningetaka Bishop, hata ukitafutia watu kazi, tuanze na yenye iko saa hii hata kabla 2027. Hata kabla tufike 2027, ile kazi inaweza patikana saa hizi. Bishop, ningetaka, kuna kazi zinaendelea hapa. Usiteseke sana, sometimes unatafuta job na kuna kazi kanapatikana hapa. Hapa juu nyuma tuko na project hapo. Mnaweza enda kutafuta job. Si hapo sawa? Hapo sawa. Wacha niseme ya pili, niko na agenda. Na agenda yangu ni moja. Agenda ni hii. Naona niko na wazazi. Na mimi pia ni mzazi. Watoto tumepata watoto. Some of them ni hawa Gen Z, mnaona hapa. And I can tell you something, nikisimama hapa.
happiness ya kila mzazi ni asomeshe mtoto wake apate kazi. Gikeno kia muciari wothe ni mwana wake one gwakoroka, ni mtoto apate mahali pa nini, pakurauka, apate kakitu. Umejinyima na ile kioski yako, umejinyima na ile saloni yako, umejinyima na ile pension yako, umejinyima kabisa ili mtoto aende ajisaidie. Inafikaga mahali mzazi hufanyi kitu sababu wewe usaidike, ili mtoto afanye nini, ajisaidie. Sasa inafika wakati mtoto amemaliza shule na umepigana, ili umesema at least huyu mtoto insija kupata kazi anaanza kudai kwako tena, because hana mahali pa kurauka. Because ile country tuko nayo, tuko na people in leadership wenye hawajali na hawastuki about mambo ya hawa watoto. That is why mlikuwa mnaona hawa watoto wakiviolate, wakienda kwa maandamano, wanajiita Gen Z. Anaenda pale kwa bunge anasema Mr. Speaker, saa niko hapa. Hao ndio watoto walienda pale kwa sababu ya machungu. Wanaona polisi anakuja na bunduki na haogopi. Ikafika wakati hawa watoto ikafanya mpaka mambo zingine zibadilishwe kwa serikali, mpaka kukakuwa na broad based. Lakini that does not mean hawa watoto walisaidika because of broad based. Broad based haikupatia watoto kazi, bado wanateseka hawa watoto. Mimi nimesimama mbele yenu, niko na agenda. My agenda is to industrialize Kiambu. We must bring industries in Kiambu. Lazima tulete viwanda hapa Kiambu. Na hiyo ndio njia ya kwanza. Hiyo ndio njia ya kwanza ya kuleta kazi. Bishop, church, watu wa hii kanisa, hii vitu za kupewa, utapewa leo, kesho utataka. Si ni kweli? Wewe hungetaka kitu ya kupewa sana. Ungetaka mahali unapewa, unaonyeshwa kazi ya kufanya, kesho wewe uende kwa ukajinufaisha wewe mwenyewe. Ningeomba tu nikisimama mbele yenu, wacha ikue agenda ati huku kuna manyumba zinajengwa, zinaendelea, factory ziko huku zinaajiri watoto wetu. At least tusikuwe na stress mbili. Usikuwe na stress yako wewe mwenyewe unangojeka, huna pesa ya kununua dawa, because pesa yote ulipeleka mtoto shule. Na wewe uko pale unaambiwa hiyo ndio roho. Hiyo si roho. Hiyo si roho. Mtoto kukaa na wewe hapo, hana kazi, anakulilia na kuitisha fare na ulimsomesha. Hii si roho. Hiyo ni mchezo. Usinuana. It is very, very important for each and every person that is in this church. Let us understand. Wewe usishangilie wanasiasa sana. Hata mimi nimesimama mbele yenu. Hizi pesa imagine ni zenu. As long as Mungu atusaidie nikuwe gavana wenu, si ninaweza? Nikuwe gavana wenu, nikikuja kukutengenezea hii barabara, usinipigie makofi. Si ni pesa yako? Unanipigia makofi ya nini? Na pesa ni yako. Ukijenga shule pale ya ECD, watoto waingie, unanipigia makofi ya nini? Na nizile pesa zako. Ukikuja uweke dawa kwa hospitali, hujatoa pesa kwa bwana yako ama kwa bibi yako. Hiyo ni pesa yako wewe unalipishwa hiyo salon, wewe unalipishwa hiyo matatu, hizo ndizo pesa umetoa, na hiyo ni pesa yako. By the way, that is your money. I am not here to make everybody smile. I am here to ask, mko kadi hamko kadi? Mko kadi hamko kadi? Mko tayari tupeleke hii serikali nje? Because mimi najiuliza tu swali moja. Mko na pia kibagio? Wanataka tuwafagie wote? Sai kuongea sana Bishop, because leo nilikuwa tunataka kuja kushiriki na nyinyi, lakini nimekusikia ukiongea na mwenye umehubiri vizuri sana.
I got the message in the first Samuel 17. Ati Daudi alikuwa anaonekana ni kama haezi. Daudi alikuwa mdogo. Ule alikuwa Goliath. Alikuwa amefinyilia wale watu. Hata hii kaunti yetu iko na Goliath. Hii nchi yetu iko na Goliath. Lakini tuko na Daudi, na mimi nimejitolea kukua ule Daudi, nijitolee nisaidie hii Kiambu, tujenge barabara zetu, hospitali tuweke ndawa, na hawa vijana wetu wapate kazi. Na niko tayari. Mko tayari na mimi? Padei, mko tayari na mimi? Kama uko tayari na mimi, hebu nionyeshe. Kuna Daudi. Amen. Nikikaa chini nikitaka kusema hii barabara unaona hii yote. Unajua ikiwekwa lami, hii shamba itatoka ile value iko, itaenda almost double. Si ni kweli? How does the government make money? Serikali inapatanga pesa when you improve the infrastructure. Tukiongeza infrastructure ya hii barabara hapa, shamba kama iko milioni 5 per acre ama milioni 10 per acre, iende 15 million. That incremental value ya milioni 5, hiyo 5, hiyo incremental value ya milioni 5, hiyo 5, you can raise fund with that incremental value na tujengeze barabara. And you go to Treasury and World Bank and tell them, hey look, tulikuwa na barabara ya 10 million, shamba ya 10 million, sahi imekuwa 15. This value of 5 million that is on top, tutapata capital gain of 15%, tutapata 4% stamp duty, na mwenye kununua pia another 4%, na manyumba zikikuwa hapo, the value yenye imejiongeza hapo juu, we can use it as a collateral or as a guarantee tupate funding of barabara kama hizi. Lakini watu wale wako kwa National Assembly juzi wamepitisha 4.8 trillion. Swali ni, nyinyi wabunge wetu mmepitisha 4.8 trillion. Nataka tu waulize swali moja. Hii pesa mmepanga itatoka wapi? Pesa zinapatikananga watu wakilipa tax. Tax inapatikananga watu wakifanya biashara. Lakini kama biashara hazifanyiki, tax itatoka wapi? Hii 4.8 tutafanya aje? That is why we are all struggling, and that is why you keep on borrowing. Muna exceed borrowing limit because business locally hazifanyiki. Domestic borrowing is too high because foreign huko ndiko munaenda. Munaona munafinywa, mkifinywa munaambiwa muweke VAT zingine za vitu zingine. That is why biashara zetu zinakuwa ngumu sana kufanya. Why is it so impossible? Why is it so difficult? Ni ngumu sana. Ati kununua unga kutoka Canada ama Ukraine is cheaper than buying locally. It's because our factories are suffering. If we don't have local manufacturers here, our watoto watapata kazi wapi? It is prudent for all of us to ensure, let us have a situation whereby kwa hiyo bunge waende hii mambo ya import, kama kitu inaweza tengenezewa hapa, let them not encourage at to reduce import duty. Let them increase import duty so that local manufacturers wapate kitu, huyu mtoto atapata kazi. Hiyo ni kumaanisha kitu ikiletwa ikiwa complete kama hii, ikiwa complete, wewe hakuna mahali unakuwa involved. Lakini ikitengenezewa hapa, mtoto wako anaweza kuja kutengeneza kama hii na apate kazi. That is what I'm saying. Let us have our own manufacturers here, na hivyo ndivyo tutapata kazi. Mimi ajenda yangu ukiniuza ni nini? Ni kazi. Vijana, ukiniuza fomu ya Mora ni gani? Ni mboka. After that, kazi. I can look at you. You are even struggling. Hii mambo ya mpira. Hata kununua mpira tunashangaa hatuna pesa. Mimi ni wapromise kitu moja. Jane Monique, hawa vijana wameombewa mpira na Bishop. Sasa wapatia mpira. Nitawanunulia mipira 5 na nitawanunulia uniform. Next week, by the time next Sunday, mkishiriki next Sunday, mkuje na hiyo uniform na mkuje na hiyo mipira hapa. So, kazi kwako Jane Monique, si hapo ni sawa? MCAs wetu wenye mko hapa, najua masaa zimesonga. Naambia kitu moja, and I want to promise the church, hawa MCAs
Singetaka wale nitakuwa na wao kwa bunge wateseke kama wenye wako sitting wanateseka. MCAs wanateseka ya kutosha. They are really suffering because lazima mtu afuate governor, na ukikataa kumfuata kwako kutaenda kupelekwe kuku na uebue wewe ndio unazuilia maendeleo. Ili maneno kama hizi ishe, we have to introduce a Ward Development Fund. Ward Development Fund ni pesa ya huyo MCA wako, huyo MCA wa hiyo kijiji. Huyo MCA wako wacha yeye mwenyewe apate pesa. Angalau MCA wako akipata kitu kama 50 million kwa mfuko, si atakuja kuwekea mataa, si atakuja kutengenezea barabara, si atakufikisia tu maji hapo. You don't need to keep on following the governor. Anakuja tu anakuambia hii tumemaliza na we need some more, so that the governor abaki akitengeneza trade licenses. Hizi kwanza mambo za trade license tutazireduce kwa nusu. There's some ways that we can raise money, sio kutesa watu. That is the message I have for you. Nikienda niko na one message. Tuko na serikali tunataka kutoa, na hii serikali yenye tunataka kutoa iko na one challenge. Watu wanajificha, wanatuambia wako ndani na hawako ndani. Nyinyi mko ndani ya serikali yenye tunataka kutengeneza. Mkitaka kujoin DCP ama msha join? Nyinyi mko ndani ya DCP. Wale ambao wako DCP hebu niwaone. Baadaye mko DCP. Mko ndani ya Gachagua. Mko ndani ya Gachagua. Wacha niwafunze salamu. Tukiwa Karau tulikuwa tunasalimiana. Sasa unajua hii ya Kikuyu, nataka kukaa chini. Wewe mwega. Tulikuwa tunasalimiana. Wacha kuja Bishop nikusalimie. Karau tulikuwa tunasalimiana hivi, kuja Bishop. Nataka nikuachie microphone. Wewe mwega. Mono. Anasema mono. Sasa kule ni vizuri tulikuwa tunasema wewe mwega. Ni mwega mono. Sasa kule salamu ziliisha. Tulikuwa tuna mention the person that mwenye alikuwa hapo. Sasa tulikuwa na mtu alikuwa anaitangwa Kamau. So tukusalimiana, wewe mwega. Anasema ni Kamau. Wewe mwega. Ni Kamau. Unajua venye ilikuwa inaenda? Wewe mwega. Ni Kamau. Sasa hii tuko na Ligiji. Si anaitwa Gachagua? Sasa wewe mwega. Ni Gachagua. Sasa nyinyi mko hapa, hebu tusalimie hawa. Muriega. Ni Gachagua. Nataka kusikia tena. Baada hii Muriega. Ni Gachagua. Muriega. Wewe Muriega. Kijana mzangu wewe mwega. Pastors Muriega. Gachagua anaweza hawezi? Tusonge na yeye. Ashikane na wengine asishikane. Asante sana, Mungu awabariki sana. Sasa because najua nikitoka hapa nitaenda haraka. Bishop, mimi nimejua hakukuwa na harambee. Nimekuja na just something small ya kusupport mambo kidogo ya church. Lakini ningetaka uniite kwa hii harambee mnataka kufanya hapa. Nitakuwa chief guest hapa. Lakini saa hii kwa zile program kidogo za kanisa nimekuletea some 50,000 shillings. Hapa kuna 50,000. So ili mkuje mniite tufanye mambo ya kanisa. Mimi ni mtoto ya pastor. So nikisikia mambo ya kujenga kanisa, na kuanga hapo number 1. Sawa? I love you all. God bless you so much. Naomba